kwake inamuonesha pana, huyu mtu si mtu anastahili kufanya nini, kuwa anamuomba Mungu. Bwana asifiwe. So unasikia kwamba tusije tukakuwa discouraged, tusimame firm katika hii ufalme na tutaona mapenzi na neema ya Mungu katika maisha yetu. Mungu awabariki. Amen. Haleluya. Amen. Bwana atukuzwe. Amen. Jina kwa wale wageni waliosafiri kuokoka Kristo ni Bwana. Namshukuru kwa kuwa kila siku kunipa huu uhai sio kawaida. Kuna mkono wake, tunagharamika. So nami hii jambo usilichukuliangi likiwa ya kawaida. Kama sina mambo mengi naweza ifanyia, wacha nisifu yeye. Bwana asifiwe. Naweza kosa kazi nyingi, lakini kumsifu huwezi kosa. Kumsifu kuna mambo mengi, naweza tenda matendo mema bado unamsifu. Naweza amua kuombea walio na shida bado unamsifu. So unaweza kosa kazi zingine unaweza fanyia huyu Mungu kwa kukuweka hai, lakini huwezi kosa jambo tu moja na uendelee kuonekana kwa huo ufalme wake. So nami kwa hayo na mengine mengi, ni kidogo tu nataka tuangalie neno liko hapa, na tumaini Mungu tutabarikiwa pamoja naye, mimi na wewe. Nafurahi sana wakati niko karibu na wazee, maana najua tunapogawana mambo ya kiuzee familia inakuwa. Bwana asifiwe. Maana tukianzia ibada njema pale nyumbani, tutaweza kuhubiri kijiji zetu, kuhubiri nchi, tutoke nchi tuende tukahubiri duniani, tufikishie ile matumainio ya Yesu Kristo. Maana alisema twende duniani kote tukahubiri hii habari njema. Bwana asifiwe. Na rangu ni kusema na kushikana na neno iko hapa Romans 8. Nianzie hapo 8. Nianzie hapo 8. Nasema wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awe yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Ndio hapo. Lakini mtu awe yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo sio wake. Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu ihai kwa sababu ya haki. Bwana asifiwe. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyefufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyefufua Kristo Yesu katika wafu